na Yeah. every state is almost a different country. Na Yeah. unapoongelea Alaska ni state ambayo haiko mainland, so it's Yeah. a whole different story kwa Alaska when it came to weather, watu wanaokaa huko, the whole Mm. system in Alaska is completely different na other parts of the US. So Yes. you tell me, so ulivyofika, now you know you're in the US but you are in Alaska. What is the first thing, ile wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, ni vitu gani, changamoto gani ama vitu gani vilikuwa in shock kwako? Mm. Naweza nikasema kidogo niwasaidie kuelewesha watu kuhusu Alaska. Alaska iko Marekani, Yeah. lakini Alaska haijaungana na Marekani kwa njia ya ardhi. Yani we don't border kwa Yeah. land. Mm-hmm. Kwa hiyo hicho tu kitu pekee kimeifanya Alaska imekuwa isolated. Sisi tuna border with Canada on the east side, lakini pia tuko separated na Russia kwa kupitia ile Bering Strait on the west. Lakini we are not connected to the rest of US with the land, which means tuko tumetengwa, tuko isolated. Yeah. Na Alaska ni land ambayo ina extreme Weather conditions. weather condition. It's very cold. Lakini pia ni ardhi ambayo ni virgin, ina a lot of untouched land, untouched resources. Tuna a lot of mountains, tuna glaciers, kuna deep forests that feels kama hazina the end. When you are driving kwenye forests za Alaska unaweza kufikiri aishi hiyo forest. They have dense forest here. Lakini pia tuna maeneo ambayo yanaitwa tundra, ni maeneo tambarare, makavu. Okay. Sasa mimi nipo kwenye an open tundra. The weather can be very cold hapa, na kitu ambacho mimi nilifika cha kwanza nikastuka ni vile ambavyo tuko so isolated, na njia pekee ya kufika hapa nilipo mimi ni by air. Hakuna land connecting to where I am right now. So Ndo kitu ambacho kilinistua. mji uliopo, you can only get there through the airport. Yes. Alafu pia tunaweza tukaconnect na vijiji vya jirani na hapa kwa njia ya boat ama snowmobile. Yeah. Boat ama snowmobile. Wow. Snowmobile. Ni kama pikipiki lakini zinatembea juu ya barafu. So is it always barafu ama kuna kipindi fulani cha mwaka ambacho barafu inakuwa imeyeyuka? It can be very cold, especially winter time. Tunapata baridi kali sana hapa, lakini pia kipindi cha baridi ni kipindi kirefu sana. Ardhi yetu inakuwa imefunikwa na barafu for months. Nakumbuka barafu imeanza kudondoka last year November, na hata sasa, hata leo inadondoka nje barafu. So this is April. Yes, so kutokea November mpaka April, because upande wa huku mainland US ni unless yuko kwenye northern sides, huku kusini unakuta kuna barafu mwezi wa 12 mwishoni mpaka wa kwanza au wa pili mwanzoni, then that's it. Okay. Lakini sasa the funny part is kipindi cha summer the sun can shine all day. Ndo maana huku kuna jina lingine wanapaita the land of the midnight sun, yaani ni ardhi yenye jua la usiku wa manane. Mwezi wa 7 sisi jua halizami. Hata sasa tuna majira marefu ya jua kuliko majira ya giza kwa sababu tunaikimbilia summer. Sasa hivi ni spring. It is still snowing outside, lakini how do we experience, tunawezaje tukatofautisha sisi summer na spring? Summer yetu sisi ni darkness. During winter land inafunikwa na snow, alafu snow inadondoka mara kwa mara, baridi inakuwa kali sana. Tuna experience winter storms. Lakini pia tuna experience polar night, which is total darkness. Kwa hiyo utofauti wake na spring ni nini? Spring bado ni baridi, bado barafu inadondoka. Our land is still covered with snow, but we have sun. Now the sun is coming out, there is light. Kwa hiyo sasa hivi tunapata jua muda mrefu kuliko giza, na by July kipindi ambacho summer ndio imekubali, tunafikia mahali tunakuwa na the midnight sun. So right now jua linazama saa ngapi? For instance, hapa nilipo jua linazama saa 2:30 sasa hivi.
Hapa linazama saa 4:30, saa 5, linatoka saa 1 kamili, saa 12:30. Yeah. Okay, so tell Lakini me, mimi let me take you back. Ulipofika umeanza kazi yako. yeah, Una experience ya kazi hiyo hiyo kwa kuifanyia Tanzania, ingawa ulikuwa kwenye curriculum ya international, right? But yes. now uko kwenye curriculum hii na unafundisha watoto wa design hii. What was the big switch between watoto walikuwa wanafundisha kule, because they were still wanaita privileged kids, right? They also end up international schools. They're still privileged. But Yeah. okay, so umekuja huku, it's a different curriculum, but also it's a whole different type of students. What was the main challenge kufundisha watoto wa Marekani, for instance Alaska, kufundisha watoto wa Alaska? Ni tofauti kwa sababu hawa ni watoto ambao wako isolated, wameishi katika mazingira haya ya kukaa tu ndani, hawajichanganyi nje na watu wachache sana kutoka maeneo ya mbali wanakuja huku, na hawa pia wanapata mara chache sana opportunities za kutoka huku kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tofauti na shule za international schools ambazo wanafunzi wetu wako diverse na wako na experience kubwa na maisha kutokana na lifestyle yao pale nyumbani, hawa hawako hivyo. Kwa hiyo hapa before I teach them, I know mimi kama Pendo nina brought the world to these kids. Okay. I teach them that there is a different world. I'm not saying this is bad, lakini kunayo dunia nyingine ambayo hamjawahi kuiona au hamjawahi kuisikia. Kwa hiyo nawaonesha sana kuhusu Afrika, nawaonesha sana kuhusu Tanzania, na hata nikisafiri kwenda miji mingine ndani ya Marekani ninawaonesha pia hiyo, na wako very excited kujifunza. Hii ni nzuri kwa sababu inawasaidia watoto wangu kufahamu maisha nje ya hapa, lakini pia kuweza kujua namna gani wanaweza tukafanya tukaimprove haya mazingira hapa. And kitu kingine nimegundua kwa sababu ya mazingira watoto hawako motivated na mambo ya kusoma. Okay. Hapa hakuna hospitali, hakuna markets, hakuna chochote. Yani kitu ambacho kiko hapa ni shule. Kwa hiyo kazi ambao wanaijua ni kazi ya ualimu. Sasa wao labda yani hawawezi kudream. Hawana role models ambao wako around them unless they are looking at the TV or something. Yani mimi mtoto wangu nikimuuliza unataka kuwa nani, asiposema pilot ni mwalimu, kwa sababu huku usafiri wetu ni ndege kama nilivyokuambia. Yeah. Kwa hiyo watu ambao wanawajua Yeah, that's crazy. Yeah. So what's running the economy ya huo mji uliopo? Like, where do they get their income from? Because I think parents wanafanya kazi, right? Like what's even the population ya hiyo sehemu uliopo? And then what is the economy like? Where are people getting their money from?